Sasa tukio zima linaanzia pale Golgotha ambapo Yesu na wale wahalifu wawili wamesulubiwa kifo, wameteswa, baadaye inakaribia jioni. Sasa Sabato inaingia, ikabidi sasa wale askari waangalie kama wamesha kufa. Kama hawajafa ilibidi waharakishe kufa. Kwa Biblia inatuambia walivyoona mhalifu yule mmoja alikuwa bado hajafa wakamvunja miguu, na yule mwingine alikuwa bado hajafa wakamvunja miguu, lakini walipoenda kumuona Yesu wakakuta amekwisha kufa, wakaishia kumchoma mkuki ubavuni na maneno yakatimia. Kwa hiyo habari kuhusiana na hii nguo zinaanzia hapa, na ni mwendelezo wa tukio la hii nguo hadi sasa. Basi baada ya hapo Yesu amesha kufa, Sabato inakaribia. Biblia katika Injili zote 4 inatuambia kwamba kuna mtu anaitwa Yusufu wa Arimathaya ambaye alijitokeza kwenda kuomba mwili wa Yesu Kristo aweze kwenda kuuzika. Huyu Yusufu alikuwa ni mtu wa haki, lakini pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu wa siri, na nadhani kwa sababu pia alikuwa ni mjumbe wa baraza la Wayahudi. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kwa nini alikuwa alikuwa mfuasi wa Yesu kimya kimya kutokana na nafasi aliyokuwa nayo. Lakini Biblia pia inatuambia alikuwa ni mtu tajiri. Kwa hiyo katika kuomba huo mwili tayari alishakuwa na eneo ambalo alikuwa amelifikiria kwenda kumzika Yesu, ambayo ni kaburi lake mwenyewe ambalo alikuwa ameshalichonga. Kwa hiyo Yusufu, kutokana na nafasi yake na kwamba ni mtu mwema na mwenye nafasi ya kufanya hivyo katika muda mfupi uliokuwa umebaki ili kuiwahi Sabato, Yusufu aliweza kufanikisha mazishi ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hatimaye wakafanikiwa kufanya hivyo, ambapo la sivyo huenda labda Bwana wetu Yesu Kristo angesubiri Jumamosi nzima mpaka Sabato ishe ili aweze kuzikwa. Lakini kwa kadiri ambavyo maandiko na ilikuwa ni lazima unabii utimie, ilikuwa ni lazima Yesu azikwe siku ile, siku ya Ijumaa kabla ya Sabato, ili aweze kufufuka siku ya tatu. Kwa hilo lilifanikisha. Sasa tukizungumzia mahali pa kuzikia, inawezekana kuna wengine wetu wachache tukawa hatujaelewa vizuri kwamba eneo la mazishi lilikuwaje. Katika Uyahudi yote na katika maeneo ya Mashariki ya Kati, eneo la mazishi lilikuwa sio kwamba mtu anachimbiwa kaburi chini na kuzikwa kama sasa. Wataalamu wa historia wanasema ilikuwa ni kwa watu wachache sana ambao wasingeweza kumudu kununua eneo la maziko, wangeweza labda kuzikwa kwa taratibu ambazo zinafanyika labda kama huku kwetu ambapo kaburi linachimbwa mtu anafukiwa chini. Lakini katika hali ya kawaida watu wengi walikuwa wakizikwa katika makaburi au tuseme bustani. Hata Biblia imesema bustani, lakini eneo ambalo lilikuwa ni tofauti kidogo na picha ya mazishi ambayo sisi tunaifahamu. Kwa hiyo Wayahudi wakati ule ilikuwa unakuta familia au mtu anakuwa anamiliki eneo ambalo anamiliki kama eneo ambako naye anachimba kaburi lake ambalo linachimbwa kwenye mwamba. Alafu ule mwamba ukishachongwa unapata kachumba. Na baada ya hapo mtu ikitokea amekufa au mwanafamilia, basi anachukuliwa na anaingizwa kwenye yako kachumba. Alafu anasubiriwa kwa muda wa kama mwaka mmoja, baadaye anakuwa ameshaoza. Kwa hiyo wanafamilia wanaenda wanachukua ile mifupa ambayo imebaki na kwenda kuhifadhiwa sehemu nyingine. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yusufu, na Biblia inatuambia alikuwa ameshatengeneza kaburi lake yeye mwenyewe.
lakini lilikuwa jipya. Ina maana hata kwa wanafamilia, hakuna hata mwanafamilia ambaye alikuwa ameshazikiwa pale katika hiyo bustani au eneo la maziko ambalo lilikuwa likitengenezwa kwa staili hiyo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kabla ya hapo huenda ilikuwa hata haijulikani kwamba Yesu angeweza kuzikwa wapi. Lakini Yusufu kwa sababu tayari alishakuwa na eneo, aliweza kumchukua Yesu akiwa anatambua ni wapi atataka aende amzike, ambapo ni katika kaburi ambalo alikuwa ameliandaa yeye mwenyewe. Lakini Biblia inatukumbusha kwamba aliweza pia kwenda kununua nguo za kitani. Na tusisahau kwamba enzi hizi nguo zilikuwa zikifumwa kwa mikono au kwa kutumia vifaa ambavyo vimetengenezwa kwa mikono. Kuna yani ile kwa njia ya asili kabisa ya kutengeneza nguo. Kitani ni aina ya mimea, inatoa nyuzi kama pamba lakini sio pamba. Na eneo hili yani material iliyotumika imekuja pia kusaidia sana kuonyesha kwamba nguo tunayozungumzia ni ya wakati wa Yesu, kwa sababu wakati wa Yesu kulikuwa hakuna pamba, walikuwa wanatumia material yanaitwa linen au hizo kitani kwa Kiswahili. Kwa sio pamba lakini ni mimea ambayo inatoa nyuzi kama za pamba, ambapo mara nyingi walikuwa wanawake wanafuma hivyo vitambaa kwa ajili ya kutengeneza mavazi na vitambaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sanda kama hiyo ambayo ilitumika kumzikia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu Yusufu akaweza kufanikisha nguo, lakini pia eneo ambalo Yesu alikuja kuzikiwa. Sasa tayari ni Jumapili. Maria Magdalena na wenzake wakajihimu asubuhi kwa ajili ya kwenda kaburini. Wataalamu wa historia wanasema kutokana na labda ile kumzika Yesu haraka ile Ijumaa, huenda kuna taratibu zilikuwa hazijakamilishwa. Kwa hiyo huenda hawa wanawake walienda pale kwa ajili ya kukamilisha taratibu hizo za mazishi. Ingawa Biblia haizungumzii kinagaubaga walienda kufanya nini pale siku ya Jumapili asubuhi. Lakini tunaambiwa kwamba ilikuwa bado giza, hakujapambazuka vizuri. Maria Magdalena kaenda pale kaburini, anakuta kaburi lipo wazi. Na kwa sababu ilikuwa bado ni usiku, hakujapambazuka vizuri, huenda alikuwa hajaona vizuri kule ndani kulikuwa kuna nini. Lakini akawa amekimbia mbio moja kwa moja akaondoka, kwa sababu alikuwa yani kitu kimoja alichokuwa na uhakika ni kwamba kaburi lilikuwa wazi, lakini na Yesu hakuwepo, mwili wa Yesu hakuwepo mle kaburini. Akaondoka mbio kwenda kwa Simoni Petro pamoja na yule mwanafunzi mwingine kwenda kutoa taarifa ya kile ambacho alikuwa amekiona. Kwa hiyo kuna accounts tofauti kutoka injili moja kwenda nyingine, lakini kwa ujumla tunapata taarifa kwamba alikuwa Maria Magdalena na wenzake ambao waliweza kugundua kwa mara ya kwanza kwamba mwili wa Yesu haukuwa pale kaburini. Kwa hiyo walipofika kaenda kumjulisha Simoni Petro na yule mwanafunzi mwingine, na wanahistoria wanasema yule mwanafunzi mwingine, wote wawili walipopewa taarifa wakaanza kukimbia mbio kwenda kaburini. Lakini kwa sababu wanahistoria wanasema yule mwanafunzi mwingine alikuwa kijana, lakini Simoni Petro alikuwa mzee, kwa hiyo akawa wa mwisho kufika. Lakini Biblia inatuambia walivyoona wakaamini. Kwa hiyo nayo ni habari nyingine ambayo tunatakiwa tujikumbushe tunapozungumzia kuhusiana na hii sanda. Tukizungumzia kuhusiana na hali ambayo Simoni Petro na yule mwanafunzi mwingine waliona na kuamini, turudi katika lugha ya Kiyunani ambayo ilitumika kuandika Agano Jipya. Ukisoma Biblia katika Yohana 20 na zile sura za mwanzo,
unaweza usione kama kuna uzito mkubwa sana wa kile ambacho walikiona, lakini kwa lugha halisi ambayo ile ya awali ambayo ilitumika kutafsiri tukio hili, wasomi wa teolojia wanakuambia ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Yani hii sura inayoelezea kwamba waliona na kuamini ni kwamba ni kutokana na aina au namna ambavyo zile sanda au vile vitambaa vilionekana mle ndani. Ni sehemu moja ya msingi sana ya kuweza kuelewa ni namna ambavyo zile nguo zilionekana mle ndani. Kama nilivyosema, Maria Magdalena yeye aliondoka kwa sababu tayari ilikuwa giza, lakini walivorudi tena mara ya pili na akina Simoni na wenzake wakakuta vitambaa vile namna vilivyokuwa vimekaa. Tukianza na sanda yenyewe ambavyo namna Kiyunani kinavyoelezea, wanasema inaelezea kwamba ni kana kwamba yani namna Yesu alivyokuwa amewekwa pale, alivyokuwa amehifadhiwa, palibaki vile vile. Yani ni kama tu mwili ulikuwa umechomoka, yani umeyeyuka kutoka kwenye zile nguo, lakini bila kudisturb mpangilio wa ile sanda ambayo ilikuwa imemfunika. Kwa hiyo kama ungekuwa kwa mbali unaweza kuhisi kwamba mtu bado yuko pale pale, lakini alikuwa ameshatoka bila kudisturb ile structure ya namna mwili ulivyokuwa umehifadhiwa. Hiyo unaambiwa ndivyo Kiyunani kinavyotafsiri nguo ambavyo zilikutwa pale. Alafu na leso yenyewe inaelezwa kwamba ilikuwa imekunjwa. Na kuna mwanahistoria mmoja pia wa masuala ya Kiyahudi anasema kuwa kuna maana kubwa sana, hata ilikuwa kwao, hata ukimkaribisha Myahudi nyumbani kwako, namna atakavyokuwa anakula, yani vile vitambaa leso zile zinazotumika mezani, namna atakavyokunja, anaweza kukunja katika ishara ya kuonyesha kwamba atarudi. Kwa sisi wa Kristo tunaamini kwamba Yesu alirudi, na huyu mtu akawa anajaribu kuonyesha kwamba namna vile vitambaa ile leso ilivyokuwa imekunjwa pia ilikuwa imeacha message ya kwamba nitarudi. Kwa hiyo wale, kwa sababu ni Wayahudi wenzie, walivyoona zile nguo wakaamini. Kwa hiyo ilikuwa ni tendo la kuona zile nguo zilivyokuwa zimekaa, na immediately pale pale bila kuhitaji maelezo ya ziada au wao kukaa na kuanza kuzungumza na kutafsiri hichi ni kitu gani. Wao waliona tu pale pale kwa sababu ya namna nguo zilivyokuwa zimekaa. Nguo sanda yenyewe kubwa imeachwa vile vile bila kuwa disturbed, na ile leso imekunjwa pembeni ikiwa imeacha message. Kwa hiyo hadi wakati huu usisahau kwamba walikuwa bado hawajakumbuka yale maneno ambayo Yesu aliwaambia kwamba atafufuka. Ndio maana hata Maria Magdalene alipofika akakuta mwili haupo, moja kwa moja akawa amefikiria kwamba wamemuiba Yesu Kristo, lakini kumbe alikuwa amefufuka. Lakini namna walivyoona nguo ndivyo waliamini. Na hadi sasa tunapata picha, kama utaweza kufuatilia vilivyomo katika hii sanda ya Turin, itaonyesha ni kwamba pia sio kwamba tu waliona vile vitambaa vilivyoachwa au ile sanda ilivyoachwa pia, lakini pia kulikuwa kuna sura pale, mwili mzima umeacha. Yani ile sanda kubwa imebeba picha nzima ya Yesu Kristo katika upande wa mbele na nyuma alikokuwa amelalia. Maana ile nguo ilikuwa ndefu sana, yapata mita 4 na kitu, yani mita 4 na kitu. Kwa hiyo alilala, kichwa kikawa katikati ya kitambaa, alafu kipande cha kwanza cha nguo akawa amekilalia, na kipande cha pili kikawa kimerudishwa kufunika eneo la juu la mbele, yani usoni. Kwa hiyo zile ncha za kitambaa zile zote mbili zikawa zimekutana miguuni. Kwa hiyo picha moja inaonyesha mgongoni kwa Yesu mzima, kuanzia shingoni mpaka miguuni kwenye visigino. Alafu kipande cha pili cha hii nguo kinaonyesha uso mpaka miguuni upande wa mbele. Na ndicho ambacho tutazungumzia ni nini kipo katika hichi kitambaa, kuanzia picha yenyewe pamoja na damu zilivyokuta na vitu vingine ambavyo vimeonekana katika hii nguo. Kwa hiyo ni namna vitambaa vilivyoonwa, vilivyokutwa mle kaburini, ndipo vilifanya moja kwa moja waamini
kwamba Yesu amefufuka. Kabla ya kuanza kuelezea kuhusiana na hii nguo na vilivyomo kwenye hii sanda, kwa sasa nguo inaitwa Shroud of Turin, lakini imepita maeneo mbalimbali na ilikuwa ikiitwa kwa majina mbalimbali. Kwa sasa inaitwa Shroud of Turin au sanda ya Turin ni kwa sababu iko katika mji wa Italy unaitwa Turin, na si sababu nyingine. Kama nilivyosema, ilikuwa ikiitwa majina tofauti tofauti kutokana na eneo ambako ilipita. Tujikumbushe kwamba baada ya hii nguo kuonekana pale, kulikuwa na usiri mkubwa sana kujua iko wapi, na kwamba haikuwa wanafunzi wa Yesu wasingeweza kutangaza kwamba tumepata sanda za Yesu, sanda ya Yesu ina hichi na hichi. Ilikuwa siri. Kuna mtaalamu mmoja wa historia mambo ya Kiyahudi anasema kulikuwa kuna sababu nyingi ya kwa nini hii nguo ilibaki katika hali ya siri. Kitu cha kwanza ni kwamba tayari hao wanafunzi wa Yesu, ingawa walikuwa wakifanya kwa spidi kubwa sana, kwa kazi kubwa sana kueneza Ukristo, lakini wao wenyewe pia maisha yao yalikuwa mashakani. Sababu kama waliweza kumuua Yesu Kristo, hata Wayahudi wenzao hawa Masadukayo na Mafarisayo tayari wangeweza kufanya hila kuweza kuwaua wanafunzi wa Yesu pia. Kwa hiyo walifanya hii kazi kwa tahadhari, lakini pia kwa hiyo kwa lugha nyingine wasingeweza kuendelea kusema Yesu ndio wao waliamini Yesu amefufuka, kwa sababu tayari alishawatokea baadaye, wakamuona kwa macho, wakamgusa. Lakini tayari kama tunavyojua kulikuwa tayari kuna njama zilisemwa waseme kwamba wanafunzi wa Yesu wamemuiba na nini. Vitu vingi vilikuwa vinaendelea kupotosha kile ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini pia kama nilivyosema, wanafunzi wa Yesu ilibidi waendelee kufanya kazi kwa tahadhari ili waweze kuwa salama. Kwa hiyo kuitangaza hii nguo isingeweza kuwa ni kitu kizuri. Lakini pia kulingana na taratibu za Kiyahudi, unaweza kutumia alama kama symbols tofauti, lakini kutumia picha ni kitu ambacho hakiruhusiwi kiimani. Kwa hiyo hata kama walikuwa wanajua kabisa picha ya Yesu ipo kwenye ile nguo, ingeweza kuwayumbisha, huenda wangeweza kuibua mashtaka mengine kwamba wanaabudu kitu kingine ambacho sio Mungu. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya nguo hii ilibaki katika hali ya usiri. Na taarifa of course taarifa zinaonyesha kwamba hii nguo ilikuwa wanakabidhiwa watu ambao walikuwa of course mwanzo wanampenda Yesu na wangeweza kuhifadhi hii nguo katika maeneo salama na katika hali ya usiri, na hii nguo isiweze kuathiriwa. Kwa hiyo ilikuwa inapita kutoka mikono ya mtu mmoja kwenda nyingine, kaya moja kwenda nyingine, katika hali hiyo, katika lengo kubwa la kuhitaji kwamba hii nguo ibaki kuhifadhiwa, ibaki salama. Hicho ni kitu ambacho kimezungumzwa sana tangu mwanzo, na historia inavyomove kutoka zama moja kwenda nyingine imekuwa iko hivyo consistent. Lakini baadaye ilifikia sehemu, kwa sababu nguo inasemekana ilikuwa ikifanya miujiza, watu walikuwa wakigusa wanapona, watu wakitumia nguo vitani wanashinda, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ikitafutwa pia kama sehemu ya kufanya miujiza katika matukio mbalimbali yalikuwa yakitokea. Na pia kulikuwa kuna huko mbeleni bado kukao kuna watu wakitaka kuiba nguo kwa ajili ya kufanyia mambo kama hayo, waweze kushinda katika vita na kadhalika. Hayo ni simulizi ambazo zipo na zinaaminika kwamba zilitokea. Kwa tukianza katika mwaka wa 33 ambao nadhaniwa ndio mwaka ambao Yesu alikuwa amekufa na kufufuka, ilikuwa ni kule Yerusalemu, ndio nguo ilikuanzia. Ndiko alikosulubiwa na kufa. Lakini baadaye ikaonekana hii nguo iliweza kusafiri hadi katika eneo la Uturuki ambao zama hizo ilikuwa likiitwa Edessa, mwaka wa 50 hadi wa 944. Na hili pia wataalamu wa historia wanasema inawezekana ikawa ni kweli, kwa sababu picha za mwanzo za kumchora Yesu zilikuwa zilioriginate Edessa, na zilikuwa zikifuatilia sana, yani wakiangalia ile michoro inafuata sana sura ambayo inaonekana kwenye hii sanda. Kwa hiyo hii moja ya vitu vinavyothibitisha au vinavyokazia uhalisia kwamba huenda kweli hii nguo ilikaa Edessa kwa muda wa miaka yote hiyo. Lakini baadaye nguo ikaja ikamove ikaenda eneo linaitwa ambalo liliitwa Constantinople huko Uturuki ya sasa, na ambako nguo iliweza kukaa huko pia.
Na kumbuka hizi zilikuwa ni zama ambazo zilikuwa za mapigano, hakukuwa na amani hivyo. Kwa hiyo nguo ilikaa huko Uturuki hadi baadaye ikaibukia Athens, ambayo ni eneo la Ugiriki. Nguo huko pia imekaa. Lakini pia wataalamu wa historia wanasema kufikia mwaka 1354 hiyo hakuna, yani wataalamu wa historia wote wanakubaliana kwamba ni kweli hii nguo ilikuja kuibukia Ufaransa. Na huko ni katika historia, wataalamu wa historia wanakubaliana kwamba ni kweli hii nguo, bila kubishana, kwamba ilikuwa Ufaransa, kwa sababu kuna documentation zinaonyesha nguo ilikuwa huko. Baadaye kutoka Ufaransa pia ikahamia mji mwingine wa huko Ufaransa, na ambapo ilitokea ajali ya moto. Katika eneo hili pia liko documented na mtu mmoja, wakati ajali ya moto ilitokea kwenye jengo ambalo hii nguo ilikuwa imehifadhiwa. Baadaye wakati watu wakiendelea kuokoa, sijui kuzima kufanya nini kwenye jengo lilokuwa likiungua, sijui ilikuwa ni la mfalme au nani. Kumbuka ilikuwa inapita kwa watu wenye vyeo au nafasi kubwa. Kwa hiyo mtu mmoja akawa amejua kwamba kuna hiyo nguo imehifadhiwa humo, akakimbia moja kwa moja kwenda kusave ile nguo, na ilikuwa imehifadhiwa kwenye boksi. Yeye alienda akalibeba boksi akalitoa nje, lakini yenyewe haikuwa ikiungua, lakini vilivyokuwa vinaungua juu yake, sijui vilikuwa vinadondokea kwenye hii nguo. Mpaka sasa nguo ina alama ya kuungua, ingawa sio yenyewe, haikushika moto moja kwa moja, isipokuwa vitu vilivyokuwa vikiungua vinadondokea kwenye hiyo nguo. Kwa hiyo huyu mtu aliweza kutoa ile box peke yake, lakini sasa walipokuja kucontrol ile moto, kurudisha ndani, wakaja kugundua kwamba box ilikuwa zito sana. Mpaka wakawa wanashangaa, inasemekana walibeba watu 4 hadi 6. Wakawa wanashangaa mtu mmoja aliwezaje kubeba hili box peke yake. Na alivyoulizwa anasema mimi hata sijui, lakini ninachotambua kwamba nilibeba hili box na wala halikuwa zito. Lakini kumbuka wakati wanalirudisha ndani, box ni zito sana, ambalo lilihitaji watu kadhaa walibebe. Kwa hiyo ni moja ya miujiza kuhusiana na hii nguo, kwamba mtu mmoja alibeba, lakini baadaye kiuhalisia kumbe hawezi kubeba mtu mmoja, ni angalau watu 4 waliweza kubeba. Hii ilikuwa mwaka 1532. Lakini baadaye sasa hii nguo ikawa imesogea Turin, Italy, na hii ilikuwa mwaka 1578 mpaka sasa. Hii nguo imekaa katika mji unaitwa Turin. Hii nguo baadaye aliyekuwa na imiliki, nadhani ni familia fulani ya kifalme. Sasa tayari Ukristo umeshaenea, watu wako na kuna maelewano mazuri kati ya tawala za kidunia pamoja na kanisa. Baadaye huyu kiongozi au familia iliyokuwa inamiliki nguo akawa ameikabidhi kwa kanisa Katoliki kupitia papa, kwa maelezo kwamba papa yoyote ambaye atakuwa papa kwa nyakati zozote zile ndiye ambaye amekabidhiwa hii nguo. Kwa lugha nyingine ilikuwa amekabidhiwa kanisa Katoliki, lakini chini ya usimamizi wa papa yeyote yule wa nyakati zozote. Kwa hiyo hata Papa Leo ni mmiliki wa nguo, imekabidhiwa mikononi mwake. Lakini papa wa kwanza wakati imekabidhiwa akatoa maelekezo kwamba iende ikahifadhiwe Turin katika kanisa la Mtakatifu John the Baptist, ndiko ambako iko tangu 1578. Na mambo mengi kuhusiana na hii nguo, hasa tafiti ambazo tutazungumzia baadaye, zimefanyikia nguo ikiwa hapa Turin, katika mji wa Turin. Kwa hiyo nguo iko hapa sasa na iko chini ya kanisa Katoliki. Lakini hizo ndo movement za hii nguo kuanzia Yerusalemu mpaka sasa kufikia kule Turin. Kuanza kuichambua hii sanda yenyewe moja kwa moja, basi tuangalie katika mtazamo mpana wa mabaki ya historia na nafasi ya hii sanda katika hayo mabaki mbalimbali ya kihistoria duniani. Kama tunavyofahamu kwamba kuna katika hali ya kawaida kukigundulika kitu ambacho kinaashiria kwamba ni kitu cha kihistoria, mara nyingi, kwa vyovyote vile lazima utafiti ufanyike ili kweli kuweza kukitambua hicho kitu kama ni mabaki ya historia ambayo yanahitajika kuhifadhiwa kama sehemu ya kutambua maisha ya kale, lakini pia kwa ajili ya kuhifadhi kama urithi wa dunia. Kama tunavyojua
vitu vyote vya kihistoria vinachukuliwa kama urithi wa dunia, kwa sababu ni muhimu kwa ajili ya kujifunza kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho kuhusiana na maisha ya kale. Kwa hiyo utafiti lazima zifanyike, na lazima hizo taasisi zinazohusika na kutambua hivyo vitu ziweze kuthibitisha kwamba hiki kweli ni kitu cha kihistoria. Kwa hiyo kuna vitu 10 ambavyo vimefanyiwa tafiti zaidi kulinganisha na maelfu ya vitu vingine duniani. Ninaposema vimefanyiwa tafiti, ninamaanisha ule utafiti ambao unahusisha wataalamu wa fani mbalimbali, wasomi, ili kuweza kuthibitisha kwamba hiki ni kitu cha kihistoria. Na mara nyingi idadi ya tafiti huwa inategemea na namna hicho hayo mabaki ya historia yalivyoweza kuamsha akili, yalipokelewa ile attention ambayo ipo katika jamii, lakini pia miongoni mwa hawa wasomi duniani. Kitu cha kwanza ambacho inasemekana, hii orodha inaweza inabadilika kidogo, lakini katika nafasi ya Shroud of Turin mara nyingi inabaki kama ilivyo. Kitu cha kwanza namba 10 wanasema ni mwili wa Mtakatifu Francis. Huyu alikuwa ni misionari wa karne ya 16 mwaka 1500 na kitu huko. Alifariki katika eneo ambalo ni mpakani mwa China na India nadhani. Lakini yeye alikuwa ni Muitaliano. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa amefia mbali na nyumbani, wenzake waliokuwa nao walikuwa wamefanya utaratibu ili aweze kuhifadhiwa, angalau waweze kusanya mifupa yake wairudishe nyumbani kwao Italy, kwa sababu ya umbali, na kumbuka ilikuwa zamani, kwa usafiri haikuwa rahisi, na isingewezekana kufikisha mwili wake kuzika Italy. Kwa hiyo utaratibu ilikuwa zifanyike ili wafikishe mifupa. Kwa hiyo kama kawaida walitumia njia za awali kabisa za kuharakisha mwili uweze kuoza, ambapo inasemekana waliumwagia chokaa, ambapo ingeweza kuharakisha ile nyama kuoza, hatimaye waweze kubaki na mifupa ikusanywe irudishwe Italy. Lakini ilikuwa kama miezi kadhaa baadaye, wakihisi kwamba mwili umeshaoza na wakusanya mifupa, maana walikuwa wameuzika, wakagundua kwamba ulikuwa hujaharibika kabisa, badala ya kuharibika kwa haraka ukawa uko fresh. Kwa hiyo hata walivyokata, yani ngozi, wagundua iko fresh kana kwamba ndo amekufa leo. Kwa hiyo hicho kitu kiliwashangaza watu, lakini pia wataalamu wa historia, wasomi wanaohusiana na masuala ya miili na nini wamefanya tafiti nyingi sana. Huu mwili mpaka sasa upo, ingawa kwa sasa umesha evaporate, maji yametoka, lakini mwili mpaka sasa bado uko intact. Kwa hiyo ni moja ya mabaki ya historia ambayo yamefanywa tafiti nyingi. Lakini pia kuna kitu kinaitwa the Parthenon frieze, sijajua ni kitu gani. Kiko huko Italy, Ugiriki na UK, nacho kimefanywa tafiti sana. Lakini pia kuna kitu kinaitwa Staffordshire Hood huko Uingereza, ambapo kuna mtu alikuwa anatafuta madini kwa kutumia zile meto, akagundua mkusanyiko wa vifaa vingi sana vya gold na silver vimekusanyika sehemu moja. Kwa walipofukua wakagundua kwamba ilikuwa ni vifaa vilivyokuwa vimetengenezwa kwa ajili ya silaha za kivita. Kwa hiyo wataalamu wengi wamehusika kuweza kufanya tafiti za namna silaha za zamani zilivyokuwa zikitengenezwa. Lakini pia namba 7 kuna kitu kinaitwa the Nebraska disk, kiko huko Ujerumani. Hii ni kifaa ambacho kilitengenezwa na watu wa zamani sana, ambao wataalamu wamekifanyia tafiti na kugundua kilikuwa kikitumika kwa ajili ya kufanyia masuala ya unajimu, mpangilio wa nyota na kadhalika, vitu kama hivyo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa the True Cross. Umekuwa na madai mengi duniani kwamba hasa makanisani watu wanasema wamepata kipande kilichotumika, kipande cha mbao ambacho kilitumika kumsulubu Yesu duniani. Kwa sababu hiyo, na kwamba maeneo ni mengi yamesambaa duniani, tafiti nyingi zimefanywa kuweza kudhibitisha hizo mbao kama ni kweli ni mbao halisi ambazo zilitumika kumsulubu Yesu Kristo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa Mask of Tutankhamun. Huyu alikuwa ni mfalme kijana huko Misri. Amefanywa tafiti nyingi sana, hii maski yake amefanywa tafiti huko baada ya tangu kugundulika mwaka 1922.
tafiti zimekuwa zikifanyika. Kwa ni moja ya mabaki ya historia ambayo yamefanywa tafiti sana. Lakini pia kuna kitu kinaitwa the Antikythera mechanism huko Ugiriki. Hii nayo ni watu wanasema ni kompyuta zamani sana. Lakini ni kifaa pia kilikuwa kimetengenezwa katika lengo la kufanyia vile masuala ya kinajim. Lakini pia kuna the Dead Sea Scrolls. Hii ni vitabu vya Biblia ambavyo viligunduka miaka 1940 na kitu huko. Na hapo ilikuwa tayari Biblia ilikuwa imeshaandaliwa, lakini vitabu baadaye vikaja vikaonekana ni vitabu vile ambavyo vipo kwenye Biblia. Kwa hiyo kumbuka Biblia imeshafanyika. Kwa hiyo kugundulika kwa hizi scrolls zilifanya wataalamu wengi sana wa historia na kadhalika waweze kuzisoma. Na of course zimesaidia kuweza kuona, hizi tafiti zimesaidia kuona kwamba hata kama Biblia ilikusanywa kutoka vyanzo ambavyo havikuwa vya zamani sana ukilinganisha na Dead Sea Scrolls, bado hamna tofauti yoyote. Zaidi hizi Dead Sea Scrolls zimesaidia sana kuweza kukava baadhi ya peji labda zilizokuwa zinakosekana kwenye vitabu na kadhalika, lakini Biblia imebaki vile. Tafiti zilizofanywa kwenye Dead Sea Scrolls zimekuja kuonyesha kwamba hata kama watu waliendelea kukopi vitabu kizazi hadi kizazi, hawakuwa wamebadilisha maana nzima ya Biblia. Lakini pia kuna kitu kinaitwa Rosetta Stone. Hii ni jiwe liligundulika huko Egypt. Sijui kwa sasa liko UK, lakini inahusiana na masuala ya historia ya watu wa Misri. Kama tunavyojua, Misri ni moja ya nchi yenye utajiri mkubwa sana wa mabaki ya kale. Ukiachana na zile pyramid, wana mkusanyiko mkubwa sana wa mabaki ya kale yanayohusiana na wafalme na milki ambazo zilikuwa katika hilo eneo la Misri ambayo ni Egypt ya sasa. Na kitu cha kwanza kinachoongoza kwa kufanywa tafiti nyingi, of course, ni Shroud of Turin au sanda ya Turin. Hii nguo mpaka sasa inasemekana ni nguo iliyofanywa tafiti nyingi zaidi za kisomi. Wanasema kuna discipline au wasomi aina mbalimbali za taaluma zipatazo 102 zimetumika kuifanyia study hii nguo, na kuna tafiti 79 ambazo zimefanywa publication au zimechapishwa kwenye majono au majarida makubwa kabisa duniani kuhusiana na hii nguo. Yaani ni maelfu kwa maelfu ya watu wamekuwa na interest ya hii sanda, na wasomi mamia kwa mamia wamefanyia hizo tafiti. Wengine wamepata muda wa kukutana na hii nguo moja kwa moja na kuicheki, lakini pia wengine wamefanya kwa kutumia secondary data, takwimu, kwa kuchambua takwimu za tafiti nyingine. Kwa hiyo ni kitabu kilichofanywa, ni baki la zamani ambalo limefanywa tafiti nyingi sana. Kwa mwisho wa siku jiulize kwa nini Shroud of Turin, ambayo ukilinganisha na hivi vitu vingine 9 huenda imegundulika, yani ni nguo ambayo imegundulika hata sio zamani hivyo ukilinganisha na haya mabaki mengine. Lakini tayari kuna tafiti. Ukitaka ujue, unaweza kaenda hata YouTube ukaandika Shroud of Turin. Documentaries na videos ambazo zitatokea hapo, kwa mfano toka lugha ya Kiingereza peke yake, yani utachoka mwenyewe. Yani kama unataka ujifunze kuhusu nguo, unaweza ukakaa miezi na miezi ukisikiliza video moja baada ya nyingine na bado usimalize. Kwa hiyo kuna attention kubwa sana ya nguo kulinganisha na kitu chochote au mabaki yoyote yale ya kihistoria duniani. Hii nguo inaongoza kwa attention, si tu kwa watu baki wa kawaida, lakini pia kwa wataalamu na wasomi wakubwa kabisa duniani ambao wamefanyia hii tafiti, kama ambavyo tutaweza kuona sasa. Kwa sababu tayari tumeshafika mbali tukizungumzia tu introduction ya nguo, naomba tuende part 2 ili tuweze kuangalia na kuichambua nguo yenyewe kwa yenyewe kulingana na tafiti ambazo zimefanywa. Alafu mwisho wa siku wewe mwenyewe ukae utafakari, useme hii nguo, je, ni fake kama watu wanavyofikiria au ni muujiza ambao Yesu mwenyewe aliamua ubaki, wasaidie wale wenye mashaka kuhusiana na safari yake ya duniani.